kuna objective truth na subjective truth, ama relative truth na absolute truth. Masuala haya yote mawili, Mheshimiwa Rais, yanamhusu mwanadamu. Na ndio maana hata wewe Mheshimiwa Rais ukizungumza hotuba yako yoyote ile, kutokana huu ukweli kwamba mwanadamu amepewa uwezo huo, tafsiri huwa zinaweza zikawa kwa kila namna au kwa kila mtu anavyoweza kutafsiri. Leo wako viongozi wa dini hapa. Nimeshukuru Mungu kwa haya ambayo nitayasema kwa muda mfupi sana. Tunapotaka kufanya tafsiri la jambo lolote lile, mwanafilosofia mmoja alitu-encourage tutumie methodolojia ya hermeneutics, ambayo hermeneutics ni kufanya tafsiri ama interpretation kulingana na culture, kulingana na audience, kulingana na time, kulingana na context, kulingana na environment, kulingana na mambo yoyote yale ambayo yanakuwepo. Inaitwa hermeneutics. Lakini pamoja na haya, Mheshimiwa Rais, kabla hujafika huko, lazima udhibitiwe na mambo makubwa mawili: maana ya kawaida na maana chomozi au maana kipragmatiki. Na ndio maana Mheshimiwa Rais tuko hapa leo. Hapa tulipo leo ni awards kwa watu hawa ambao watapata hapa. Naamini hawa watu wameandika mambo mazuri sana, lakini kalamu ya kweli iliyokuja kuhitimisha kwamba hawa ni waandishi wazuri wa kuelimisha watu na kuripoti watu mambo mbalimbali, tayari vigezo vimekushatolewa. Sasa mimi nihitimishe tu Mheshimiwa Rais kwa kusema, naomba tuendelee kuruhusu umma uendelee kutafsiri dunia, lakini tudhibitiwe na kinachoitwa absolute truth, ukweli wa pamoja, na sio ukweli jongeo ambao kila mmoja anaweza kuwa na mabunio yake kuhusiana na ulimwengu ambao tunautawala. Baada ya kusema haya, naamini nimefanikiwa kuwachanganya. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.